Ndugu yangu, mtoto akinyata kiganja cha mkono hatupaswi kukata. Tusafishe na tuanze upya. Huyu ni kijana wetu, inapaswa tumsaidie. Ila kuna kitu kimoja, hizi dawa unazomfundisha kwa sasa sio wakati wake. Huyu bado kijana mdogo sana, hapaswi kujua hayo mambo. Ni vyema ungeanza naye mdogo mdogo kuliko kwa haraka hivyo. Tutakuja kumpoteza iko siku. Ni kweli unachosema, lakini mimi wakati mwingine moyo unakufa ganzi kabisa. Unajua huruma si malezi. Nikiendelea na upuuzi huyu kwa kuwa ni kijana wangu, jamii itaniona tofauti. Kwa sababu mimi namuelekeza hivi vitu kwa sababu mimi sijui kesho yangu. Namfundisha ili aelewe kwa haraka, ili hata kama nitakuwa nimekufa basi yeye aje kuwa anazielewa hizi dawa. Na kwa bahati mbaya dawa zangu ni waganga wachache sana walionazo. Mimi natambua unamwandaa kuja kwa mlisi wako, lakini enda naye taratibu. Kijiji chetu nakijua. Twende tukamwandalie dawa. Funga tuondoke mama, mchawi ana huruma mama. Funga tuondoke leo, mchawi ana huruma. Funga tuondoke mama, mchawi ana huruma mama. Funga tuondoke mama. Samanini jamani kwa kutangisha njia. Kaka, nina tatizo. Mke wangu toka alivyotoka asubuhi mpaka sasa hivi hajarudi. Na inanitia mashaka sana kutokana na tabia za hiki kijiji watu kuuana. Imenibidi nitoke niende kumtafuta. Na hivi unavyoniona ndio nimehangaika huko kote huko sijampata mpaka sasa hivi. Unajua mdogo wangu, kuhusu ile swala la mke wako. Ndugu yangu, labda mimi nikwambia jambo moja. Nikiangalia mbona jicho lako namuona mkeo ni mzima kabisa. Atakuwa yupo katika mizunguko tu ya kuemea. Na ndio maana amechelewa kurudi nyumbani. Wewe nenda nyumbani, utamkuta na wala usijali. Utakuta mzima wa afya. Umeelewa? Tuamini sisi. Ni kweli. Mimi mwenyewe nikikutazama namuona kabisa mkeo ni mzima. Tena inawezekana ukafika nyumbani tu, unafika na yeye anafika. Kwa hiyo nikirudi nyumbani nitamkuta atakuwa mzima. Ndio. Wewe ndo shaka. Basi sawa. Asanteni na samanini jamani kwa kuachelewesha. Bila shaka. Tofa, hongera sana kwa kufunga ndoa. Lakini pia hongera kwa sababu mkubwa umekukubali. Nimepata taarifa zako. Mimi niseme asante sana. Lakini pia na wewe nikupe pole kwa msiba wa Barikisi. Kulikuwa na pilika za mkoba ndio maana nilishindwa kuja. Lakini nimehuzunishwa sana na kifo chake. Na sijui ni nani anayasababisha yote haya. Mimi nadhani ni masuala ya kumwachia Mungu. Mtu anayefanya ubaya basi atalipwa kwa ubaya. Kwa hiyo kikubwa ni kumwombea dua tu. Roho yake ilazwe mahali pema peponi. Na nisikia shangazi yako ameenda kumwaga majivu baharini. Kidogo ilinishangaza sana mazishi ya huko. Lakini ndio vijiji vyetu. Asante. Ila kuna kitu kabisa nashindwa kujizuia. Kitu gani hicho? Nakupenda.
Yaani kila nikijaribu kukusahau kwenye fikra zangu, kukutoa kwenye moyo wangu nashindwa, kwa sababu ni mwanaume ambaye nilikuwa nikikusubiria kwa muda mrefu sana, lakini nilichotarajia inakuwa tofauti. Siwezi Tofa, yaani naona kabisa siwezi, nashindwa. Wewe ni binti mrembo sana. Mimi natambua hisia zako ziko kwangu, lakini kwa sasa tayari nina mke. Mimi nimeoa. Sijui hata nijieleze vipi. Na nilikuwa tayari kukupenda, lakini tayari nina mtu ambaye ananipenda na ni mke wangu kabisa, Lumaina. Mimi nakuomba, hebu nifute kabisa kwenye ulimwengu wa ubongo wako. Nifute. Lakini pia nakuombea sana dua kwa Mwenyezi Mungu. Atakupatia mume tena mwenye hekima na busara. Nakuomba sahau kuhusu mimi. Hebu nifanye rafiki. Nipe mazoea ya urafiki na utanizoea mimi kama rafiki kwako. Hautakuwa tena na hisia ya mapenzi, kwa sababu utaniweka niwe rafiki yako. Nakuomba Lumaina. Sipendi unaposikitika kwa sababu yangu. Napenda uwe na amani. Mungu atakujalia utapata mwanaume mzuri ambaye atakupenda. Ukiwa unahuzunika na jisikia vibaya sana. Nakuomba. Habari Nzuri. Lumaina, uko sawa? Mume wangu, mbona umesimama na mgeni njiani? Unajua hata watu wakipita hapa wakiwakuta hivi wanaweza kuanukuu vibaya. Mshindo kumleta mgeni nyumbani jamani. Hakutaka kufika nyumbani. Kuna vitu alikuwa anazungumza na mimi. Kikweli Lumaina hayuko sawa. Kwa hiyo aliniomba nikae naye pembeni. Pole sana Lumaina. Asante. Naomba niwaache. Lumaina jamani, twende hata nyumbani upate hata kikombe cha maji tu ukatie baraka kwenye nyumba yangu. Nashukuru. Anaonekana hayuko sawa kabisa binti. Hayuko sawa. Na hayuko sawa. Maskini. Namuonea huruma sana yule binti. Ni yale yale au kuna kitu kingine tena kinamsumbua? Mimi nadhani tuache. Nilikuwa nakutafuta ili tuelekee kwa Mapombe ukapate majibu ya maswali yako. Sawa. Uko sawa kweli? Niko sawa. Kuna vitu vinaendelea katika hichi kijiji. Kiukweli sivielewi. Vipi? Wewe ndio unahusika? Kwa nini unauliza maswali kama haya? Kule kwa waganga wa bahari
kuna binti amefariki, anaitwa Balkisi. Vipi, unahusika katika hili? Hata sisi tuna wasiwasi sana. Tunahisi wewe ndio mhusika wa kila kitu kinachoendelea, na kama unahisi mimi nahusika, jibu ni hapana, sihusiki na chochote. Na pia nahisi unaifikiria kwamba mimi nimetumwa na Mapombe, na ndio maana umekuja kuniuliza hayo maswali. Mimi sihusiki na chochote, na Mapombe pia hahusiki na chochote. Kuwa makini na wala usiwaamini. Hebu nifute kabisa kwenye ulimwengu wa ubongo wako, nifute. Lakini pia nakuombea sana dua kwa Mwenyezi Mungu, atakupatia mume. Kaka, mimi ni vyema ningekuacha au ukamwahi kijana kumtibia. Unajua mwenyewe tumetoka pale njiani kumdanganya yule kijana, na yuko kumtafuta mkewe, anamtafuta mkewe kwa hali na mali. Sasa basi nikusii tu uwahi ukamtibia kijana na yule mwanamke aweze kuondoka nyumbani kwake, lakini pia muombe sana sana aweze kuitunza siri, asimwambie mumewe kilichotokea ni nini, japokuwa sisi watabibu haturuhusiwi kudanganya. Mimi nishukuru sana kwanza Mapombe, umenisaidia sana kumwongopea yule kijana, japokuwa tumefanya mambo ambayo hayaendani na sheria ya kazi yetu. Acha mimi nikamshirikia kijana. Basi sawa, acha niwahi ili asije akanikosa tofa. Basi sawa, uwe na siku njema. We mama. We mama, mbona umenipita tu, nafsi yangu imekuwa nzito. Unaonekana mgeni hapa kijijini. We ni mchawi nini?
Habari zenu jamani? Salama. Shemeji, kwema? Tumetoka kwako, tumesikia mtu tu analia ndani. Tumejaribu kugonga lakini hatukufunguliwa. Ni kweli nina mgonjwa pale nyumbani, ndio maana nimetoka kufuata hii dawa ili nikamtibie. Shemeji, unajua ulikuja nyumbani kumtaka mume wangu akawasaidie kazi zenu. Yaani tangu mumzike mko busy na mambo yenu shemeji, nikueleweje? Ni kweli shemeji, ila unajua msiba umetokea tukiwa tuna jambo lingine ambalo ni jambo muhimu sana, ila lituchanganya kidogo. Tukaona kwanza tumalize hili la kumkabidhi Tofa mkoba, alafu tushughulikie mambo ya msiba na kifo cha mume wako. Si kwa makusudi. Hivi nyinyi ni waganga au wapumbavu? Waganga gani ambao wameshindwa kutambua kifo cha mume wangu? Ingali mmesema mume wangu amenyongwa. Makoko, wewe si mtabiri. Umeshindwaje kufanya kazi ya kijiji chenu mpaka umfuate mume wangu? Au mlitaka kumuua? Hapana shemeji. Mbona unafika huko? Shemeji, mimi mwenyewe nimeumia sana na kifo cha mganga Dulo. Yule ndio alikuwa tegemeo langu. Na ndio maana ni kweli nilikuja kumuomba nikijua yeye ni msaada. Lakini tambua shemeji, kwamba kila nafsi itaonja umauti na kila mmoja na kifo chake ameandaliwa. Sasa haya machozi ninayotoa mbele yako leo hii na hichi kiume kilichokuwa tumboni kwangu kikizaliwa siku moja hiyo hiyo na kuletea ukileo, kwa sababu wewe ndio chanzo na wewe ndio sababu ya kutokulelewa na baba yake mwanangu. Karibuni. Asante. Za hapa? Salama. Kwema? Kwema. Mapombe tumemkuta? Mapombe ametoka. Sawa. Karibuni ndani, tumsubiri maana tuchelewa kurudi. Tunashukuru sana, ila ngoja tutukae hapa hapa nje ili tupunge upepo tumsubiri. Naona nina wageni. Karibuni sana. Asante sana. Karibuni sana jamani. Pia niseme samanini kwa kuchelewa, maana uko njiani kulikuwa na pilika kidogo. Halima, hongera sana kuingia katika ndoa. Asante sana kaka. Naona umempatia mumeo shati la pacha yake. Nikitazama ile shati nakumbuka mambo mengi sana yaliyotokea zamani. Ndiyo, hakika limempendeza sana. Yaani imekuwa kama marehemu pacha yake. Ni kweli. Mungu atie nguvu katika ndoa yenu. Amen. Sasa nikuombe jambo moja. Nenda kwa mwenzio ndani. Sisi wanaume tuzungumze kidogo. Kwanza niseme asante sana kwa mambo yote ambayo mmenifanyia, kwa sababu mmefanya vitu vingi na vikubwa, na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Naombea dua iwe njema, Mwenyezi Mungu aendelee kuwalinda, kwa sababu kitu mlichotumia ni busara kubwa sana kuniokoa mimi pamoja na familia yangu, lakini pamoja na watu wa kijiji changu. Sasa kuna jambo nilihitaji.
baada ya kupokea mkoba na kunikubali, nilitamani kufanya sherehe ndogo ili niwaalike hata watu wangu wa mjini, lakini watu wa kijiji chote hiki waweze kufurahia. Kwa hiyo nihitaji kuchinja mbuzi au kondoo. Nia yangu kubwa uniombee ruksa kwa waganga wote, kama litawezekana nifanye hivyo, ili mradi niridhishe wanakijiji wangu. Tofa, wazo lako sio baya, ni zuri sana, ila kwa sasa ningeomba achana nalo, maana una mambo mengi ya kufanya. Sisi tulikuwa na kusubiri wewe tu, na kutokana umefika na mkoba umekubali, natakiwa uanze kazi uweze kuwasaidia ndugu zako, maana kuna wengi wanakuhitaji na wanakutegemea wewe. Sawa, mimi nadhani ilikuwa ni kwa niaba tu ya kusherekea ushindi huu. Kuna jambo lingine nilitaka kufahamu. Mimi nataka kufahamu historia ya Mube, kwa sababu inaonekana ni tishio. Kwa hiyo nataka kufahamu Mube ni nani na alifanya nini, na kwa nini amekuwa tishio hata kwa waganga wote. Kwa nini waganga wanamhofia? Na mimi ni nani ambaye mlikuwa mnanisubiri ninaweza kupambana na hili? Kwa hiyo nahitaji kumjua Mube vizuri, lakini nahitaji kujua historia yake, nahitaji kujua alifanya nini na kwa nini yeye ni tishio. Kwa nini watu wanamwogopa? Kuhusu Mube, ana historia ndefu sana. Kwanza, Mube ni mtu hatari, pia ni mtu katili. Ila kuhusu hadithi yake, kuna mahali panatakiwa twende, mimi na wewe. Kuna mtu kakutane naye, na huyo atakueleza kila kitu kuhusu Mube, maana yeye anajua hadithi yote ya Mube. Mimi kuna kitu nakiona ndani yako, una hekima na busara. Laiti kama marehemu pacha wako angekuwa kama wewe, naamini kila kitu kingeisha muda mrefu sana. Ila yeye alihangaika na wanawake tu na kuto kukubali mkoba, na ndio maana tumekaa muda mrefu kwa kusubiri wewe, na kutokana wewe umefika, kila kitu kitaenda sawa. Na ikubali hekima yako na busara yako. Ila Tofa, una kazi nzito sana mbele yako, unatakiwa ifanye, ya kumwaga jasho na damu. Nguvu, hekima na busara zinahitajika zaidi. Ila twende tuongozane, naamini kupitia wewe mtu utajua kila kitu, na utajua uanzie wapi kabiliana na Mube. Tuongozane. Sawa, mimi nimekuelewa. Nitafuata vile unavyosema, ili mradi nataka kujua vitu vingi, basi ni sharti lazima nifuate yote. Jenifa, mama mbona kama sio mtu mzuri? Kwa nini nasema hivyo? Mimi nimekwambia huyu mama atakuwa mchawi. Itakuwa hiyo mimba yako ndio nakusumbua, hebu tufanye kuondoka. Aha, kazi yenu ni kusema watu tu, hamna kazi nyingine. Sasa ninawapa salamu, mkawaambia hao vigagula vyenu kuwa mimi nimefika, na nyinyi si mnataka kunijua. Sasa leo mtanijua mimi ni nani. Funga tuondoke mama, mchawi ana huruma mama, funga tuondoke leo.
mimi nahisi kwa mbele kuna jambo litatokea. Jambo gani hilo? Unajua Sauda kila kunakokucha lazima aende kwa mkunga, sio mara moja wala mara mbili. Mimi mwenyewe nishakutana naye zaidi ya mara 3 mara 4. Kwa anavyoenda kwa mkunga vile, mimi ananipa wasiwasi, na sio mimi tu, hata Salha. Unajua Sauda na Salha hawako vizuri. Unamjua Sauda tabia yake ilivyokuwepo, na anavyozidi kwenda kwa mkunga anampa wakati mgumu mwenzake. Anakuwa anaishi bila amani, ana furaha. Kwa hiyo mimi ninachokiomba kwako, ongea na mume wako, ikiwezekana ongea na mkunga, baki pale pale kwa mkunga. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini taarifa ya Sauda kwenda kwa mkunga mimi sijui kabisa. Na wala sijui kama anaendaga huko kwa mkunga. Na kingine nikutoe wasiwasi. Nimeshaongea na mume wangu. Hivyo tulikuwa tunasubiri tu Salha apone, tutamchukua tukaishi naye nyumbani. Na swala la Sauda mimi nitalifanyia kazi. Nitafanya uchunguzi. Sawa, hamna shida. Ila mimi nakutegemea wewe, kwa sababu wewe unamjua vizuri Sauda na unamjua vizuri Salha. Kwa hiyo Salha atakuwa jicho lake la 3 wewe. Naomba Halima kuwa makini na ndugu yangu Salha. Kama ulivyosema, Sauda na Salha mimi nawafahamu vizuri sana. Kwa hiyo haitakuwa kazi ngumu kwangu. Usijali, kuwa tu na amani. Salha ipo mikono salama. Mwandola. Dada yangu Mwandola nina muda mrefu sana sijamuona maeneo ya kijijini. Alafu kuna waganga fulani walikujaga huko mjini. Waganga, kuna mganga wa kike anaitwa Dada Halima, kuna Mapombe, sijui kama unawafahamu wao. Wote nawafahamu, ila alioko karibu zaidi ni Mapombe. Ukiwa unaenda hivi, kuna nyumba moja ambayo haijamaliziwa fence vizuri. Ukifika hapo ingia, bisha hodi atatoka. Nashukuru sana kakaangu. Asante, usijali. Nini hiki? Kimemkuta nini? Mwache, usimsaidie. Kwa nini? Kwa nini tusimsaidie mtu wakati tunamuona amelala hapa na hatujui mzima au amekufa? Nilichokihitaji kujua kwake ni pumzi tu, inatoka au imekata. Sasa unasema nisimsaidie kaka? Huo wema tutakaoonyesha kwa binadamu tuliokuwa nao ni upi? Kuna kitu nakihisi. Mapigo yangu ya moyo yanakuwa tofauti na siku zote. Usimsaidie. Nahisi huu unakuwa ni mtego. Mwache ondoke zetu. Mtego? Mbona unanitisha? Na unanitisha haswa. Ndo kwanza nimepokea mkoba. Haya majaribu nakutana nayo bado mapema. Kaka, mbona unanitisha? Mwache. Tondoke.
Wewe amka. Nadhani kuna kitu atakuwa amehisi, lakini huu mchezo bado unaendelea. Mama, utalipiza kisasi mpaka lini? Bado hujakuwa